Leo ni ibada ya kuharibu vyanzo vya uharibifu. Yeremia 51. Bwana asifiwe, tuseme amina. 51:25. Sura 51 mstari wa 25. Tazama mimi ni juu yako. Tazama mimi ni juu yako. Mlima uharibuo. Wewe mlima wa uharibuo. Nyosha mkono. Hebu sema ninakuwa juu ya mlima unaoharibu. Kuanzia leo unaandika mlima unaoharibu juu ya watoto, kazi na eneo la imani yangu. Hayo mambo ni muhimu sana kuyaandika. Kazi, watoto na eneo la imani yangu, lakini kwa ujumla wake watoto unaandika mlima unaokuwa juu ya familia yangu. Leo nafyatua kila kitu. Kila mtu nataka awe mnufaika, kila mtu na ibada ya leo. Unakuta mtu ni ndugu yako kabisa, anajua kwamba umejenga nyumba lakini anataka nyumba yako. Mwingine ni mwanao, anataka nyumba yako. Mwingine ni mhubiri mwenzako, anataka huduma yako. Huyu yuko karibu na baba sana. Mwingine ni mke wako, anataka nyumba yako, anataka ufe. Ndio wanakuta wanaume wengine wanakimbia ndoa. Mwingine ni mume wako kabisa, mwingine ni mke wako, mwingine ni mwanamume, anataka mwanamke afe. Wewe zamisha mkono, tuone kama kuna mtu atakayesimama kukumaliza uhai wako. Haya mambo yapo, wapendwa, haya mambo, haya maswala yapo. Haya maswala nini? Yapo. Kufanyiwa vibaya mtu yapo. Haya maswala. Wewe mtu, kwa mfano, mtu anakupa mimba ya kwanza, mimba ya pili, alafu anakuambia hivi, sikutaki tena. Unajisikia kwa nini usimzamishe? Unanipa mimba ya kwanza, nimekubali haya. Ya pili, nimekubali haya. Alafu unaniacha, unaniharibia usichana. Nani atanioa nimezungukwa na watoto? Mwanamume kuona anaoa mwanamke mwenye watoto wawili, huyo mwanaume mwangalie mara ngapi? Mara mbili, kwamba huyu ni baba ananipenda. Ndio. Hatutaki kufichana hapo. Kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 23 mstari wa 13. Kitabu cha pili cha Wafalme, na hili neno nimezungumza na maaskofu wangu wote usiku wote. Wewe huwezi kujua, una mtoto huwezi kujua kitakachompata leo au kesho. Wewe nipe nafasi nishughulikie hilo jambo. Huwezi kujua kitakachompata mmeo au mkeo kesho. Niruhusu nishughulikie hilo jambo, na litaondoka, na litaondoka. Litaondoka. Sio kila mtu anayeweza kuelewa umuhimu wa matamko ya madhabahuni. Sio kila mtu. Na ndio maana unaweza kushangaa mtu yuko kanisani muda mrefu, miaka ya kutosha, lakini kwenye ibada unashangaa tu, tunapofika kwenye neno la Mungu anatoka nje anakwenda kutafuta chips. Hiyo ni kutokana na mizimu ya ukoo wao inamfunga ufahamu, na masikio yanazibwa. Yakishazibwa, wakati wa kufunguliwa yeye kwake ndio shetani anamwambia ondoka sasa. Ondoka, maana wakati huu, mimi nakwambia ukweli, hakuna kitu chochote kinachoweza kufanyika isipokuwa kwa neno la Mungu. Ukiona mtu anapishana na neno la Mungu, wala usishangae, ni lile pepo la mizimu ya ukoo linamwondoa. Nakwambia hakuna kitu chochote kinachoweza kuondoa tatizo lako tofauti na kusikiliza neno la Mungu. Ukiona mtu haelewi na hapendi mafundisho, anapenda tu kusali, anapenda mafundisho ya dini tu, mafundisho kama vile hotuba ya siasa, ujue huyo akili yake imefungwa, na hata akiolewa usalama wa ndoa yake ni mchache. Hata akioa kukaa na mwanamke hawezi, uvumilivu ni mchache. Unajua hakuna ulevi ukiwa na mtoto mwenda wazimu aliyerogwa na simu, hata kupika hapiki, wala hawezi kumsaidia mama yake. Anapenda kununua machips tu.
mtaani, ujue huyo tayari ameshalogwa, wenda wazimu wa simu. Huwezi kuwa msichana, hili kitu utanichukia tu bure. Ukiona una mtoto wa kike hapiki, una kahaba wa kesho. Mtoto hata kama unampenda, huwezi kumweleza maneno haya ninayomweleza. Umelea kahaba wa nini? Wa kesho. Nani ataoa takataka? Wewe unamuona kanangu kazuri, kana uso mzuri, kameumbika sika na maipsi, takataka. Mtoto mzuri ni yule anayeamka mapema. Wewe si mzazi, sijui unakiliza namna gani. Unang'ang'ana kumlea mtoto ambaye huwezi kumwamsha saa 12 akaosha vyombo, akadeki. Na msichana wa kazi, huyo mtoto nani atachukua takataka? Waambie watoto waamke mapema, wafanye usafi, wapike chakula. Hata ukinichukia sawa tu, na kusaidia, utaona faida ya kesho mtoto wako. Mwamshe mtoto wako afanye usafi. Sisi tumezaliwa ni wanaume, tunaosha vyombo. Mwanaume kama mimi naosha vyombo. Alafu unashangaa unapigwa tofali, kidongo udongo. Anakupiga tofali, akikuta tu umekaa, unashangaa mimi siku moja nilikuwa nachunga ng'ombe, zikatoroka zikaenda kula mashamba ya watu. Nilishangaa mama amechukua udongo ananipiga mgongoni, nikadondoka nikazimia. Ila alinisaidia ujinga ule, upumbavu wa kutokuwa mwangalifu kwenye vitu vya watu. Kesho litakuletea watoto, linazalia kwako hilo mtoto la kiume. Hata mtoto wa kiume aoshe vyombo. Hata mtoto wa kiume aoshe vyombo. Si kama mnaelewa anachozungumza? Mwambie osha vyombo, ondoa ubisho. Unazali toto likijana la kiume linafuga ndevu, kesho inakuwa lirefu, halifanyi kazi. Unajua tunazaa malio haya. Vijana wengi hawawezi kufanya kazi kwa sababu tumelea mabomu. Kesho na kesho kutwa linakuja nyumbani, ni mtoto wako la kiume, linachukua unga, linachukua mchele, linachukua nyama, linakwenda kula. Umezaa pepo hilo. Wafanye kazi. Vijana hao wa kike na wa kiume wanatesa wazazi wao. Wazazi wana mapresha, wana mavisukari, wana madonda ya tumbo kwa sababu ya watoto wao. Unazali toto, usoni ukiliangalia zuri kama nyoka, lina meremeta, lakini halina kazi yoyote ya kufanya. Usoni unaliangalia mtoto wako unalizaa, kanangu kazuri, mwanangu tupige selfie, mia. Lakini humu ndani kichwa chake hopeless. Ukitaka kugundua kwamba kuna shida kwenye familia, waambie wanao wote, leta simu, toa password, weka hapa, nataka kupitia simu zote. Wewe ni baba, wewe ni mzazi wangu, pashi kuangalia mambo ya watoto. Imefikia hivyo. Mbona Mungu anaangalia mambo yetu? Sisi sio watoto wake. Biblia imeandikwa hivi, Mungu huchunguza hata nini? Mioyo yetu huchunguza. Kanatokea katoto kanakuambia, mbona unataka kunikagua? Wewe si mzazi wangu. Acha nichunguze kama Mungu anatuchunguza. Mimi ni mzazi wako. Mimi Mungu wa pili, nichunguze hata moyo. Utakachokikuta kwa mtoto wako, wewe anakuwa anaweka password ya message, anaweka password ya WhatsApp, anaweka password ya kupiga simu. Yani ziko kwenye simu hii, kuna password hizi. Ukigusa unakoma. Mungu atusaidie sana jamani. Tuseme amina. Amen. Nasoma, na mahali palipokuwapo mbele ya Yerusalemu, palipokuwa upande wa kuume wa mlima wa uharibifu. Mlima wa uharibifu. Hebu sema, palipokuwa upande wa mlima, kuna eneo. Huwa sio eneo lote lina mlima wa uharibifu, kuna maeneo. Kuna wazazi hawanaga hiyo roho ya uharibifu, lakini kuna eneo ukizaliwa utamlaumu mama yako. Sasa kama mama yako naye ana hiyo roho ya uharibifu, unamlaumuje? Imo ndani mwake na hawezi kuiondoa. Leo naifumua leo. Kuna watu watakimbia madhabahuni, wanakuja kupiga magoti hapa na kugaga yale maroho na yaua. Na usikie, ewe roho wa uharibifu, unayeharibu afya za watoto hawa, unayeharibu nyota za watoto hawa, leo tunakunyonga kwa damu ya Yesu aliye hai.